all the time. Ada Muriega wengi. Dani mwega. Hivyo shiode. Asanteni sana. Bwana Bishop, siku ya leo nina furaha sana kwa kukuja hapa kwa kanisa. Na umenifundisha mambo manne kama ulikuwa unasikiza kwa makini. Na jambo la kwanza umetuambia ya kwamba tuwe just. Mambo la pili umetuambia ya kwamba tuwe merciful. Na la tatu ukatuambia tuwe humble. Na la nne ukisimama pale umekuwa very just. Ukasema one. Nilisikia vizuri ama sikusikia vizuri? Simulisikia hiyo pia? Basi, hiyo ni justice ambayo Bishop ametufanyia kwenye kanisa. Na nataka nichukue nafasi askofu kwa kuomba msamaha. Venye tulikuwa tunaingia pale, tulikuwa tunaingia kwa furaha. Ilikuwa ni furaha mingi kwa sababu wengi wetu ambao tumekuja, including myself, we are sinners. Venye tuliona kanisa, mlango ya kanisa, tukasema hii ni hospitali ya sinners. Wacha tuingie dhambi zetu ziishe. Pole sana askofu, na nataka nishukuru wana kanisa kwa kutukaribisha. Nataka niwakumbushe tu story moja kwa wale ambao wako kwenye kanisa. A story is told of a man who suffered for 38 years with disability. He was disabled and seated next to a pool. Then the angel of the Lord would come, stir the pool of Bethesda, but this man never got an opportunity to get into the pool. One day, Jesus came, askofu najua hii story. Then Jesus asked him, what can I do for you? The man said, I want to walk. And he said that Jesus, every time I try to jump in the pool, somebody else goes before me. Jesus told him, pick your mat, go home. The man was healed. La muhimu kwa historia yote ni ya kwamba this man did not leave his mat. He picked his mat. Anakumbuka 2022 jamii ya Wakikuyu Anayuba, tulikuja huko kukampeni, tulikuja kujaribu. Mimi nilikuwa kwa mrengo wa baba. Rais Ruto alikuwa pia anakuja kutafuta kura na Gachagua. Kweli uongo? Venye alipewa kiti, alisahau kitu moja. Alisahau ile mati yake. Alienda akawawacha nyuma. Is a kind of a leader who is using the donkey principle. Punda milia ukishampatia nyasi, ukirudi huko nyuma anakupiga nini? Imefanyika. Angekuwa kiongozi mzuri, angekuwa venye mlimsukuma juu, angetumia the ladder principle. Venye mlimsukuma juu aende juu, nyinyi pia angewaweka mwende juu. Lakini shida sio kwa jamii ya Wakikuyu pekee. Shida ni kwa jamii wote hapa nchini Kenya. Wale ambao walipigia Rais Ruto kura siku ya leo wanavumilia ukua wa Kenya instead of kuvunia ukua wa Kenya. Hapa Thika makampuni ziko wangapi hapa kwa kanisa wameajiriwa kwa hizo kampuni? Na hata hivyo hizo kampuni zimemalizwa. Ushuru iko juu, kampuni imeenda. Gharama ya maisha iko juu, watu hawana kazi. Wamama wetu wanateseka. Kiangalia wamama hapa, kazi ambao wanafanya ni kazi iliyo chini sana. Wanaoshia watu manguo, wanaenda kwenye soko ili wapate chakula wapeleke nyumbani.
ili wapate karo ya shule, lakini wanahangaika usiku mchana. Shida zenu zote inasababishwa na uongozi mbovu. Kwa hivyo 2027 Adwa, lazima mjitokeze, lazima mpeane direction, lazima mseme kama tulipigwa teke, raundi hii nyinyi ndio mpige mtu teke. Kuna mtu wenu hapa anaitwa Rigathi Gachagua. Mimi nakumbuka vizuri sana Rigathi Gachagua akikufa na Ruto usiku mchana. Nakumbuka nikiona kwenye runinga Rigathi akishikwa, hata inasemekana alikuwa anapatikana kwa nyumba yake akiwa amelala, ako na bibi yake, watoto wako kwa nyumba, anatolewa kwa nyumba na boxer. Mnakumbuka mkumbuki? Kama Rigathi ndiye amefanyiwa hivi siku ya leo, wewe ni nani? Wewe ni nini hautatendewa? Kwa hivyo mimi nawaambia, ikifika 2027, the only hope for this nation is Linda Mwananchi, na Linda Mwananchi itashikana na opposition. Manake lazima tuungane ndio tutoe nani? Asanteni sana. Wacha nichukue nafasi ya kipekee kwanza na maseneta. Seneta kutoka kule Kisii, Seneta Richard Onyonka. Karibu mheshimiwa, chukua dakika moja. Karibu. Hamjambo. Lordship Bishop, sitasema mengi kwa sababu leo yale maneno yote umeyazungumza ndio sisi wale tuko hapa tumekuwa kusema. Kenya ni nchi ambayo ina rasilimali za kutosha, ni nchi ambayo ina watu wamesoma, ni nchi ambayo ina kila kitu. Ikitawaliwa na kuongozwa vizuri, wananchi wataridhika. Yale mambo ambayo tunasema sisi tumemalizana na William Ruto. Sisi hatuna story na yeye. Kusema kweli, you cannot have a country where you kill young people, where you steal all your resources, where you grab all the pieces of land in the country, whether private or ordinary, where you make sure that you are the only one who's already a trillionaire in 2 years. Our argument is very simple. The Lord we worship will never make you prosper. Thank you. Asante sana. Akiponya na Seneta Dan Manzo. God is good and all the time. Asante sana Bishop, Your Lordship. Niseme ya kwamba Bartimayo aliokolewa na kelele. Kama Bartimayo hajapiga kelele, Yesu angemwona na angemponya. Kwa hivyo nimweleze William Ruto, bora unaua watoto, kelele itakuwa nyingi. Bora unafamia kanisa, kelele itakuwa nyingi. Bora mashule zitachomeka na watoto wenyewe, kelele itakuwa nyingi. Kwa hivyo niliona anajipiga kifua kule kama Goliathi. Bishop, tunaomba uombe afanyiwe kama vile Goliathi alifanyiwa, na hii Linda Mwananchi. Sababu hata ukienda huko ng'ambo na nyumbani umeua watu, umeabuse human rights, hizo serikali umeenda kuomba pesa kama kujifanya rafiki, watakuangalia tu. Haijalishi mara ngapi utakomboa ndege ya Kenya utembee dunia mzima, hautapata chochote, hautapata kuheshimiwa. Bora umeharibu nchi yako, na sana sana kuvunja human rights na kuua watu na kupiga watu kwa kanisa. Asanteni sana.